Watu wa Mungu, napenda kuwakaribisha tena kwa mara nyingine kwenye kipindi chetu kizuri kabisa, kipindi cha Safari ya Injili kinachoruka hewani kupitia mitandao yetu ya kijamii. Na leo tumekuja na mada nzuri kabisa ambayo nataka kuijadili hapa mezani, ya washa taa ndani ya moyo wako, kwenye kibao cha moyo wako. Kwa nini tunawasha taa? Nini maana halisi ya kuwasha taa? Na kinachowasha taa ni nini? Faida zake ni nini za kuwasha taa ndani ya kibao cha moyo wako? Niko na mtumishi wa Mungu atatuelezea kinagaubaga namna gani tunawasha taa, faida zake za kuwasha taa na kitu gani kinachowasha hiyo taa. Atatuelezea vizuri tena kwa uzuri. Nikukaribishe tu kuwa karibu nasi. Kila matukio ambayo tutakao tunayaleta katika mitandao yetu ya kijamii, utakuwa nami mtangazaji wako Victor Mshindi. Niseme tu karibu sana. Kama nilivyokuambia, niko na mtumishi wa Mungu, atajitambulisha kwa majina yake, yeye ni nani, anatokea kanisa lipi na anafanya huduma ipi, ili tuweze kujadili kwa pamoja kuhusiana na hii mada nzuri kabisa ya washa taa. Yeye ni mtumishi wa Mungu, kwa ataelezea vizuri kuhusu hata hilo neno washa taa. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Asante sana Bwana Victor. Naam. Nashukuru sana kwa kunitembelea tena leo. Asante sana kwa ajili ya ufunuo huu ambao kimsingi Mungu alitupa, ambao ni muendelezo wa somo hili wiki nzima. Naam. Nafikiri tunahitimisha hili somo siku ya Jumapili. Naam. Hicho ni kwamba point yetu ni washa taa katika kibao cha moyo wako ili kukimbiza giza ambalo linaweza ikasababisha madhara katika. Hebu tunaomba ulielezee vizuri, kama nilivyokuambia kwamba yeye ndo haya ndo mambo yake. Kwa hiyo lazima atalielezea kwa uzuri. Tunawasha taa ndani ya kibao cha moyo wako ili kukimbiza giza linalozuia maisha yako au mahitaji yako au afya na uzima wako ndani ya maisha yako. Asante sana Bwana Victor. Kama ulivyosema nitambulishe, na naitwa Geoffrey, mtu wa Mungu Geoffrey, kutoka katika kanisa la Tanzania Christian Revival Church. Niko Tuliani, Morogoro. Hivi niko nyuma ya dispensary ya Dr. Mashaka, kwa nyuma alimaarufu ni hivyo. Nafikiri utakuwa umenipata hapa, na nafikiri Bwana Victor, hii si mara ya kwanza. Huwa unanitembelea mara kwa mara, na nimefurahi tena leo kuwa pamoja na wewe katika kipindi hiki. Amina. Ufunuo huu wa washa taa, kabla sijaenda kwa undani sana kule, nianze kusema Mungu aliyetuumba na akupe usikivu katika roho ili hili neno ambalo ninakufundisha ama nashia na wewe msikilizaji wangu lifanyike baraka na lifanyike uzima katika maisha yenu. Mbarikiwa kwa kunisikiliza, na sasa tunaweza tukaendelea. Katika maisha halisi tu ya kawaida ya mwanadamu, kuna kitu kinaitwa foundation, msingi. Tunavyoendelea katika maisha haya, usipojua msingi Bwana Victor, kila kitu kinakuwa kinaharibika kwenye maisha yako. Na msingi ndio kila kitu katika maisha ya mwanadamu. Chochote unachoweza kukifanya, iwe kwenye pumzi ya uhai ulionayo, iwe kwenye business, maana yake ni biashara, ama kwenye maisha ya kilimo, ama maisha ya mifugo, maisha yote yale, kitu kizuri na kitakachoweza kukupa mbele yako ya kudumu ni msingi unaojenga. Msingi. Ukikosea msingi, maana yake uwezi kufika mahali popote pale. Na kuna Kiswahili cha wahenga sema msingi usipokamilika, nyumba inaweza kuanguka ni muda wote. Ni muda wote inaweza kaanguka. Sasa hata katika maisha ya kiroho ambayo sisi kina Geoffrey, Mungu ametupa neema kama watumishi wake, ambacho tumepewa kuwaelezea watu wajue msingi kwanza. Na ukumbuke ufunuo wetu ndani ya wiki hii, washa taa ndani ya kibao cha moyo wako. Washa taa katika maisha yako ili kuondoa giza ambalo limetanda katika maisha yako. Kwa jinsi hiyo basi, Mkristo unayenisikiliza, na sio tu Mkristo, hata kama uko ni Muislamu, bahati nzuri mimi sio mtumishi wa Mungu wa Kristo tu, ni kwa watu wote unaonisikiliza. Ukitaka kufanikiwa jambo lako lolote lile katika maisha yako, tambua kwanza msingi wako ni nini maisha. Na katika ujumbe huu ama ufunuo huu ambao Mungu amenipatia, nataka tusome kitabu cha Yohana ile sura ya kwanza. Yohana sura ya kwanza, kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wake wa 4. Msomaji wangu nafikiri atakuwa yuko makini kunisomea kitabu cha Yohana sura yake ya kwanza, alafu nitakuelekeza na maanisha nini. Yohana sura ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wake wa 4. Karibu msomaji wangu nisomee. Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza, Biblia inasema hapo mwanzo kulikuwako neno. Kwa hiyo mwanzo, kabla vitu vyovyote vile,
ndo msingi wenyewe. Palikuwako na neno. Na neno alikuwako kwa Mungu. Okay. Na neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo. Wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Hapo kwanza, huo ndo msingi. Yaani ukiwa ni Mkristo, ukiwa ni Muislamu, yaani fahamu msingi wa maisha yetu. Na hakuna kitu duniani ambacho kinaweza kikafanyika na ukafanikiwa kwacho nje ya neno la Mungu. Na yeye amesema hapo mwanzo palikuwako na neno. Na huyo neno alikuwa kwa Mungu. Na hiyo neno alikuwa ni Mungu. Sasa anayeweza kutupa mwangaza sisi wa maisha yetu, yeye ndio mwenye hili neno. Na ndio neno mwenyewe. Kwa hiyo ninaposema washa taa, maana yake kimsingi ni kwamba unapojikaribisha karibu na uwepo wa Mungu kwa neno, sio kwa akili zako ama kwa mali zako ama kwa namna kwa uzuri wa, hapana. Unapojikaribisha, unaposogea kwenye uwepo wa Mungu kwa neno la Mungu, ni sawa na unachukua nuru ama mwangaza ule wa kiungu unauweka ndani yako. Na kuna kawaida palipo na nuru giza likai, lazima lipotee. Kwa hiyo neno la Mungu ndo nuru wenyewe. Ninapozungumza washa taa, unajua katika ulimwengu watu wengi wamejichanganya, wamejisahau. Hawako makini kabisa na neno la Mungu. Wanaingia kwenye matatizo makubwa kwa kukosa neno. Na hata sisi wengine tunaitwa mitume na manabii, watumishi wa Mungu, watu wengi tumefikia hatua, kuna wengine washirika wengine wametokea kuharibika hata kwenye mind zao, kwenye akili zao, kwa sababu hawataki kujua msingi wa neno la Mungu katika maisha yao. Wanataka mihemko. Kwa sababu tumesikia yaani wao hawako deep kwenye neno, wanatafuta vile vinavyoonekana. Sawa, si dhambi na sio mbaya, kwa sababu hata Mungu asema tutajulikana kwa kazi. Maana kazi zinazoonyesha kwenye macho yao zitakazo watambulisha. Lakini pamoja tunajulikana kwa kazi, wewe ambao unatafuta hiyo kazi kuiona, usiangalie mtazamo wa nje, angalia katika neno. Katika neno. Kwa hiyo akiendelea kusoma msomaji wangu pale mbele anajaribu kuweka wazi huyu ambaye ametuma ndo msingi wetu. Kwa hiyo mwanadamu asipojua ametoka wapi na msingi wa maisha yake hapa duniani ni nini, na baada ya haya maisha nini kinachotokea, hata ufanyaje uweze kufanikiwa, Bwana Victor. Kwa hiyo lazima tujue kwanza, naposema washa taa, maana yake hakikisha umetafuta yule aliyekupa kuishi katika ulimwengu. Na anapatikanaje? Anapatikana kwa kustadi. Tuliza akili yako, chambua maandiko. Unalolifanya jambo lolote ulifanye kwa mujibu wa neno linavyotaka uliishi. Usifanye kwa akili tu za kwako, hapana. Neno linasemaje katika hilo? Labda tuendelee kusoma kidogo, usikilize hiyo point ya pili. Kwa maana yake neno ndio muongozo wa Mkristo. Ndio muongozo wenyewe wa Mkristo. Na unapozungumza taa, taa ni neno lenye uhai, pumzi ya uhai ya Mungu mwenyewe. Kwa hiyo neno la Mungu ndio taa yenyewe. Sikiliza anaposema. Mstari wa 4 Biblia inasema, ndani yake ndimo ulimokuwa uzima. Ndani ya hilo neno ndimo ulimokuwa uzima. Na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Unasikia point hiyo? Kama ni Biblia ni ya kwako ama kitabu unaweza kupigia mstari kwenye nao ule uzima. Sasa watu wengi wameshindwa kutambua, Bwana Victor. Wanajua kwamba uzima unapatikana kwa nabii. Ama unapatikana kwa mchungaji ama mtume ama mwinjilisti. Sisi mitume, manabii, wainjilisti, walimu, hata sisi na Geoffrey ambao tunatamani kuitwa majina hayo, tunatamani kuitwa watu wa Mungu. Yaani sisi ni vyombo. Anayetenda ni Mungu mwenyewe katika neno lake. Yaani Mungu anatenda kupitia, yani kwa neno lake kupitia Geoffrey. Kwa hiyo nataka niseme na wewe msikilizaji, ili uweze kufanikiwa kwenye maisha yako, hebu jaribu kujua kwamba uzima wako haupatikani kwa mtu, unapatikana kwa namna ya wewe kuwa msikivu na mnyenyekevu unapolisoma neno la Mungu, ama kusikia mtumishi wa Mungu awaye yote anapokufundisha hilo neno. Hilo neno ambalo unajifunza ndilo ambalo ni uzima wenyewe. Nasema na hivi kwa sababu amesema ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na uzima ulikuwa ni nuru. Unaona Kwa hiyo uzima ni nuru, mauti ni giza. Maana yake hakuna unajua mchana kuna usiku. Sawa asubuhi kuna jioni. Anasema nao ule uzima, kumbe ule uzima ulikuwa ni neno la Mungu ambalo ndio nuru yenyewe. Kwa hiyo ukilipata neno la Mungu umepata uzima. Na pointi yetu na ufunuo wetu ndani wiki hii, washa taa kwenye kibao cha nini? Cha moyo wako, ili giza liweze kuondoka. Kwa hiyo aliwezi giza kuondoka kwa akili za nabii. Aliwezi giza kuondoka kwa akili ya mchungaji wako.
linaweza kuondoka giza ndani yako kwa kuliachilia neno la Mungu likae kwa wingi ndani yako kupitia huyo mchungaji wako. Hata wewe mwenyewe unaweza kukaa ukastadi neno la Mungu na ukaliamini. Unataka kutuambia kwamba muumini akatoka nyumbani akaenda kanisani asipomkuta mchungaji anasema leo ibada hamna, mimi ngoja nirudi maana mchungaji nimesikia kasafiri. Hapo kuna tatizo. Hapo kuna tatizo kwa sababu huwezi kusema kwamba naenda nyumbani kwa sababu mchungaji limemkosa, kwa sababu kanisa lipo na kanisa ni neno la Mungu. Na kanisa sio kanisa sio jengo. Kanisa ni neno la Mungu ndani ya moyo wa mtu. Mungu anasema mwili wako ni hekalu langu takatifu. Hekalu maana yake Mungu anachomaanisha anataka kuona ndani ya kilindi cha moyo wako linatoka neno la Mungu. Kwa hiyo hakuna, ni bora ukaacha kushibishwa vitu vingine vyote bali ukashibishwa neno la Mungu. Kwa hiyo anasema ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu. Na anamalizia pale anasema nayo nuru, utaelewa tu bwana Victor. Soma. Nayo nuru yang'aa gizani. Nayo nuru hiyo inang'aa gizani. Maana ukichukua tu neno la Mungu ukalishiba kwenye moyo wako, magonjwa ni giza, uchawi ni giza, zinaa ni giza, ulevi ni giza, matukano ni giza, umaskini nao ni giza. Kwa hiyo ninapozungumza kwamba washa taa kwenye kibao cha moyo wako, ninamaanisha kwamba tafuta neno la Mungu likae kwa wingi ndani yako, nalo ndo afya na uzima. Nafikiri hichi ni kipande kidogo ambacho nimeona nikilete kwako ukisikize, lakini ukisikia amani na ukibarikiwa utanifuata wakati wa pili. Tuna ibada leo inaendelea bwana Victor, kuanzia saa 10 mpaka saa 12 na itaendelea, na kesho tena tunaendelea saa 10 mpaka saa 12 mpaka Ijumaa. Kwa hiyo ufunuo tutaendelea mpaka Ijumaa. Na unawashaje? Kuwasha taa ni kujaza neno la Mungu ndani ya moyo wako kwa wingi. Ukilisoma vizuri neno la Mungu unakuwa umewasha taa ndani yako. Nipende tukukaribisha tena kwa wakati mwingine. Naitwa Victor Mshindi, mtangazaji wako, lakini pia nilikuwa na mtumishi wa Mungu anaitwa Geoffrey Mbawala. Lakini pia kameramani wetu alikuwa anaitwa Merina, lakini pia na msomaji wetu mzuri kabisa anaitwa Abigail. Tukutane tena kwa mara nyingine kama timu ya watu wanne. Nikushukuru. Bye.